athari ya muziki wa Bongo Flava kwa kutumia nadharia ya ukuzaji au cultivation theory. Nadharia hii ilibuniwa na bwana George Gardner, ambapo yeye aliamini kuwa athari za TV sio za papo hapo, bali athari za TV zinatokea pale mtu anapoona ujumbe fulani mara kwa mara. Ni kwamba sote tumeshuhudia namna ambavyo baada tu ya watoto kuangalia movie ya Rambo kwa mfano, michezo ya watoto hao hubadilika, ambapo watoto hao huanza kutumia bunduki katika kucheza kwao. Au baada tu ya kuangalia movie ya Spider-Man, watoto huanza kupanda juu ya meza na kuruka kutoka kiti kimoja kwenda kiti kingine, kama walivyomuona Spider-Man akiruka kutoka jengo moja kwenda jengo jingine kwenye TV. Lakini hali hii haiwapati watoto tu, bali hali hii huwapata hata watu wazima. Mfano, mtu mzima akionyeshwa tangazo kwenye TV kuwa machungwa ni matamu zaidi kuliko matunda mengine yote, tena akiona tangazo hilo mara kwa mara, mtu huyo ataamini kuwa machungwa ni matamu zaidi, na kama ikitokea atahitaji tunda, hakika atanunua machungwa. Hivi ndivyo makampuni mbalimbali ya simu na vinywaji hutumia matangazo ya mara kwa mara ili kuathiri maamuzi yetu. Vivyo hivyo, ikiwa mtu mzima ataonyeshwa kwenye TV kuwa kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi ndiyo habari ya mjini, yani ndiyo ujanja, tena akionyeshwa hayo mara kwa mara kama ambavyo muziki ya Bongo Flava inavyofanya, mtu huyo ataamini hivyo na hatimaye atajihusisha na mapenzi kama alivyoona kwenye TV. Kwa hiyo, kwa mujibu wa nadharia ya George Gardner, mambo mengi ambayo vijana wanafanya kutokana na yale ambayo wameona kwenye TV mara kwa mara, wakiamini kuwa hiyo ndiyo hali halisi ya maisha. Uvaaji, matumizi ya bangi, kujihusisha na vitendo vya ngono kabla ya ndoa, uhalifu na kadhalika, na mambo mengine mengi ambayo vijana hufanya ni matokeo ya yale wanayoyaona na kuiga. Kwa hiyo, tukitaka vijana wabadilike na kuwa bora, basi kuna haja ya muziki ya Bongo Flava, muziki inayopendwa na vijana wengi, kuwasilisha jumbe zilizo bora mara kwa mara ili vijana wayaige hayo.